Why you gay? Why would you ask him that? Why are you gay? Have you ever cheated on Jackie Ogaga? Cheating. Yeah, I was never cheated. Of cheating. Cheated. I've never cheated. Cheering. Bilal, do you notice what I'm noticing? King Dim? What have you noticed? Wewe mgeni, wewe nyamaza kwanza. Yes. Are you guys noticing what I'm noticing? I have noticed that you've told the guest not to do anything because he's a guest. Yes. Ladies and gentlemen, look at our new microphone. Oh yes. Angalia sound yetu. Aki. Mimi nimezoea. Na wajaona mpaka? Amjaona hata kuna mdhamini mmoja. Zoom, na ni mtu wa kamera asilale please. Zoom. Yeah. Hadi tukanunuliwa t-shirt. Imagine. Si Mungu aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu. Yes. Na unajua mnatusikiza vizuri. Hebu fanya kwa wanakusikia pale. Yani unajua mnanishangaza so these microphones are amusing you. Sana. Mimi na amuse. Huyu ile si nilikuwa nafunga hadi hapa kwa tumbo hapa kwa mkonyo. Ile ilikuwa inashuka tumbo yako na guruma wana record huko kwa sauti. Hii sasa ona hands free. Iko mbele in fact. Bado haikufurahishi. Good. Mimi nimevalishwa mpaka zile za ulivalishwa hiyo wapi? I am an MC bana. Umevalishwa ati gani? Gani? I've done a musical. Buru ndio umevalishwa gani? Zile headset unavalishwa iko na mic yake. Anyway tufanye kitu imetuleta. Hiyo yako hebu funga. Unanishangaza ati sasa audience watu wamezoea kuona hizi vitu. Sasa mkianza kuwafurahi, mnaanza kuonyesha vile manzie nyinyi mko. Hebu funga hiyo yako tena mara ya mwisho waione vile ulifungwa. Ati umeifunga aje kwa masikio? Funga. Twende. 1 2 3 go. Hebu tuwe ni miwani muone vizuri. Kama muone. Ona. Anyway, mgeni wetu sisi huwa hatuko hivi. Wachana mgeni. Zoea. Hao watu. Wewe kumbe hujui mgeni. Kumbe hujui tabia ya mgeni. Hajui tabia ya mgeni. Ungejua tabia ya mgeni. Mgeni ndio mwenyeji. Mmeanza kuingia mgeni. Nakwenda wewe. Wewe mgeni funga. Mgeni siku ya kwanza. Bana. Karibishwe vizuri. Hapana. Anyway, ladies and gentlemen, welcome to another super duper episode of Niaje. And of course, as usual, here we talk about nothing and we talk about everything. In short, sisi hapa hivi ni inshallah and the good vibes. Bas. Sana so good vibes. Hapa hivi we're just having good vibes. And of course, you can call me the ladies man, Akuko D. D for Zadi. D for go. Danger. Ladies and gentlemen, I'll be your host through this Niaje. From the beginning. Till the end. Na alikwambia utamalizia. Alikwambia utamalizia till the end. Utoe katika alikwambia utamalizia. Usimshukishe. Unajua nimeona tu from the beginning nikajua ndio hii inakuja. So mwani till the end. Nani alikwambia utamalizia? Wewe unamshukisha na hata hajafika Kenko. Mwacha atafike Kenko. Nifurahie. Yes, unamshukishia huko koja. GPO. Hapana, unamshukishia GPO. Okay. Hapa ni railway. Wacha afike mwisho. Sawa. Yes. Till the end. And of course, ladies and gentlemen, on my left I have my other co-host Bilal Idris. Kama dawa. Mimi ndiye ule msee na haturingi wala hatutajigamba au kujitapatapa. Yes. Naomba ni karibuni to our podcast ya Niaje. And of course, on our right, si ati wewe ndio utakuwa unatuintroduce kila wakati. On our right. Ume bypass power. Huyu jamaa unasikia mpaka anasema ati till the end. Ndio utakuwa sio. Tuendelee. And of course, on my far right. Yes. The one and only DJ King D. Ndani ya building kabisa. And for the very 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 first time, ladies and gentlemen. King D hajamaliza. King D maliza. Hata kama umemaliza, ongezea. Niongeze kitu. Ongezea. Na leo tuko hapa today, we are here to give you a crazy show. Yes. Unaona tuko na nani hapa? Yes. Na si unaona sikuwa nimekwambia sasa umintroduce. Okay. Ilikuwa tu malize yako. Pole. Wacha tumrudishie tu. Yes, usukani. Haya. Endelea. Go east, go west, home is always. So hapa tuko na yes. mgeni. Huyu unajua nilimuona Ladies and gentlemen, and of course allow me to introduce our guest
Yeah, this guy, you know him, he's always been here. Yeah. Unasema always. No, he's always been in the industry. Everywhere you go utapatana na tumbili. All right, yes. Kwa event ya harusi utapata tumbili. Kabisa. Kwa matanga utapata tumbili. Kabisa. Kwa birthday utapata tumbili. Kwa launch utapata tumbili. Alikuwa kwa Injendi, ile ya Injendi. My first question before I introduce tumbili, ladies and gentlemen. Yes. Why are you gay? Why would you ask him that? Why are you gay? Unanitaka? Unajua introduction yenu kwanza imefanya nijishuku sana. Kwa nini? Akukudi, King D, bro, sijui Builder D. Builder imetoka wapi? Ni Bilal. Id. Ndio. Sasa wewe kama huna bwana mna stress hizi madi. Kama huna we got the D. Yes. Akukudi, but I got the D. No. Tuko tunazo. Alafu unaniuliza why am gay? Why are you gay? Because maybe you are D. Yeah. No, the reason why I'm actually asking you that. Yes. I don't know if you guys mliona launch ya Bahati. Nilimuona na skirt nzuri huyu. Alikuwa na dera yake moja sana. Dera mpya. Dera bila ni kanzu tu. Wewe uko sure? Uko sure? That was not a skirt bana. It's a kilt bana. Hakuna kilt. Hiyo ni kilt. Kilt inakuwaga kuja kama ile ya P. But inaeleweka. Kuna types mob. Kilt ikivaliwa na King D inakaa sitavaa hiyo kitu usivalie kitu. Lakini ikivaliwa na tumbili ndio inakaa skirt. Ni kilt. Usitulazimishie. Sisi tuliona skirt. Wewe uliona nini? Dera. Kijana aliingia ndani ya dera ndani. Kuja. Anakuja hapa tiketi. Alafu akapaka makucha white. Awacha mchezo. Baka kucha. The guy nailed it. Unasema una Kinuthia? Nailed it, man. Kinuthia. Hiyo siku alikuwa besties. Hapo kwa hiyo siku tu siku. Bestie. Hiyo siku bestie chubulu. Bestie. Hiyo siku ulikuwa pamoja. Unajua sasa usiharibie tumbili wewe unasema ni hiyo siku. Together as one. Together as one. Anyway, ni aje bro? Mimi niko best na kwaje? Mimi niko sambamba. Nice. Karibu hapa hivi. Mungetafutia tisho moja ama lazima mtu ako kwa picha yake ikwe kwa nini ndiye apigilie? Tulitaka wewe pia ukuje na hiyo. If you don't market issue yako. Yes. We have to help you market it. Unajua mnasema skirt nilivaa juu ya cloud. So cloud or not? It's still here. But the issue yako ni kali hiyo cloud or not. Bilal, nice to see you, man. Nice to see you, man. King D. Bas. Yes. Yeah, you guys, you can go watch Cloud or Not. Is the host pale wanapiganga moshede nyingine hapo hivyo. Yeah, but agenda school ndio ushaanza kusema hizo vitu nikao ushaanza kufukuza. Bado I want to make him feel at home. Hizo hapana, hizo vitu unasemaga mwisho. Mgeni unafundisha mpaka huyu jamaa unajua unakumbuka tukimwonaga akipigaga hii shughuli hapa Kanivo. Yes. Tukaona jamaa kwa talent. Sasa tunajaribu kuikuza lakini anajibehave ni kama yeye ndo anajua. Na tunakuza hii talanta. Mali tumuokoa tukamtoa. Tulitoa kijana kwa meno ya fisi nani tumbili. Huyu kijana alikuwa anaumia pale Kanivo. Anaweza sasa hata ameadd weight. Yes, alikuwa na weight amini. Tumbili weight amini. Tumbili. Shikilia tu hapo. Nice one. Wait a minute. Usikue hivyo bana. Usikue hivyo. Mimi ni mtu mwenye amepiga kazi. Mimi ni mtu mwenye aliweka Mungu mbele. Hii mwili nani ya kupiga kazi? Unajua hata drill sipendi unacheka hapa. Tumbili. Hapo unajua? Sijui ulikuwa wapi. No, this is not a guest. Angalia hata huyu ni mwenzetu. Ngoma yake alikuwa anaingia nao kwa shughuli. Mimi weka. Rambo Kanambo. Weka. Rambo Kanambo ni wenyewe. Na unachokora Kanambo usimnyang'anye ile ni chokora. Ile mashokora bele. Unajua venye Tumbili amesema hata hii size ni ya kazi. Unajua hata drill ile ya kuchimba ukuta. Ushaona drill naona inatoshana na carrot. Haiwezi. Zote ni ushaona mshumari. Unasema ile titbit. Naona sana. Unajua mimi kitu najua hata wakipima huyu jamaa weight. Yes. Ilikuwa ni nywele. Nywele ndio iko na uzani. Yes. Akuku upimwa na grams. Kama ndio akae mingi. 1000 grams. 1000 grams. Naona sana. Tumbili wewe kwa madharau. In short ameniuliza
Can you ask that question again? Kwenda kabisa. King D. Yes. Hii ni kaa twende tukakunywa maji hapa. Yes. Huyu acha wamaliza. Amepata dawa yake. Kama ni personal. Mimi kitu sijapenda Tumbili ni vile anajaribu kuinsinuate Akuku hana nyama. Mpaka unajua alikuwa anaenda pale kwa Akuku anaweza jaza mshikaki ngapi yenyewe tukiangalia tu mbele ya Mungu. Bila mshikaki bila nyanya. Ukishaingia kwa nyama na hapo utamnyamazisha. Nani? Where have you been? Cheki. Where have you been? I've been in my show, man. Eh, mazi Hii show mimi ndio naihost. Nikiona vile mnaanza kubehave hivi, nitaipiga peke yangu. Juu sasa hii najaribu kuniambia. Utapiga peke yako? Uko sure? Twende akaukiwe saa hii. Kwenda. Tuone tukaa amekaukiwa. Ndio tunaweza toka hapa. Wewe unafikiria huyu jamaa wacha nisiendelee. Anyway, Tumbili. Yes. Karibu kabisa. Thank you so much. Kazi fiti pia unapiga pale kwa industry pale. Nashukuru mimi. Wewe unajua bila wewe Gossip Club haiki kweli. Udaku hii Kenya inapoa. Bila wewe udaku ingekuwa imepoa. Gossip iko. Comment section ya Gossip Club ingekuwa imekauka. Lakini juu ya Tumbili ameshikilia comment section. Kabisa. Thank you man. Yeye ameshikilia pale. So kazi unapiga kazi fiti pia. Thank you. Tueleze. Pole man. Pole. Inaisha Chapa maji. Now, a quick one. Yes. How does it feel to put on a skirt? Na upake makucha. Na upake cutex. Anyway, in a nutshell, wewe ulikuwa pale kwa Bahati launch. Waki-launch hiyo shughuli yao. Walk us through, how was it, man? Ilikuwaje juu tuliona pale wasanii, it was a star-studded affair. Yeah, man. First of all, I appreciate the Batis for the invitation, because I know so many people like the guys who you are seeing here apart from me were not invited. Maybe because they are not known, they are not popular. They couldn't have any impact in the invitation. Pia kuna wale wanajulikana na wako walikwa. Maybe because wao ni watu wa kuficha white. Oh, they are not dangerous. Ni watu wa kuficha white. Yes. Na pale white ingetakikana ionekane. Yes. So let me big up myself for standing out. I don't know best stroke worst dressed, you know. Everybody had their opinion. Wasanii walikuja wamepiga maluku white vizuri. Muliona wengine walikuwa na ukiambiwa walikuwa uwezi jua walikuwa kwa sababu waliona pale competition ilikuwa stiff. Kuna wale walifika wakabaki kwa magari zao. Yes. Na kuna wengine wakajifanya mashofa. Yes. Wakabaki kwa cab. Unaget? Luku haikufika ile kiwango. Luku haijafika. Ukishaona Tumbili na wewe ulidhani uta stand out. Yeah. Lakini sijui kama unaniona. Mimi nili stand out. Mimi by then nilifika pale nikapewa kiti kabisa nili stand out. Kuna wale walikuwa hawajapiga luku vizuri, walinyang'anywa, walinyimwa viti, wale waliambiwa wasimame. Wewe uli sit in. Wewe uli sit in. Mimi nili stand out. Wale wengine wali stand out. Nje ya hema. So tukiangalia pale kulikuwa na celebrities wengi. Aina. Yes. Na unajua ulishinda wote, at least wewe unajua ulishinda, you stood out kwa both genders. Zote ulizirarua zote. That is the reason as to why he stood out. Ndio. Yes. Hata hii gender nyingine ilikuwa kwani unafikiri kwa nini walishindwa kushuka kwa gari? Sababu Tumbili akishashuka na dress. Ukienda kwa watu wa skirt niko. Umeua. Skirt umeua wote kwanza. Tulipata wewe ungejaribu ile, umeona ile challenge ile challenge ya P inaitwa hiyo challenge ya period. Angeua. Lakini yangu ingeenda flat bwana. Ingekuwa lakini hata hiyo period challenge by then nimeona mademo wanafanya hiyo period challenge, mood challenge. Wengine hiyo P tafadhali sio P hiyo. Sio P. Tumesema P ni P yenye imesimama, si hii ya italics. Sio mti ya kiberiti. Sio mti tuna nundu no. P ni P tumejua venye zinakaa. Exactly. Mood pia tunajua O venye zinakaa vizuri. Sio ati capital A O na small o. Yes. Si capital O na dots mbili. We are not talking about initials. Kwa mood kuna capital A na small o. Yes. Okay.
But hiyo ni challenge mpya ya vijana Gen Z. Wewe huwezi relate. Hapana, wewe acha utaharibu. Anakuja, acha akuje, acha. No, hapana. Wacha dawa yake iko hapa. Dawa iko. Dawa yake leo si kataze. Wacha akuje. Ukiona ta bumps, pita. Nipite niende. Kuja. Sambamba. Yeah. Tubili yuko. Yes. Atakutetea. Wait a minute. So mazee nikaona mkaingia pale. Kaingia pale kulikuwa na celebrities akina Mungaivu walikuwa pale, akina The Bulls walikuwa pale, the Terence Mwangi walikuwa pale, watu wengi, Mr. Sida alikuwa pale, so many celebrities. You get. So kulikuwa na vitu nzuri zenye zilifanyika na kuna vitu mbaya. Anza na mbaya. Zile mbaya ni kwamba this is good on the other side, but the bad thing is kulikuwa na expectation, mafans wali expect ni harusi tunayo watu. Because initially that is what I thought, because I think hiyo rumors ilienda ikatembea mali harusi, wedding. Harusi ya nani? Especially after Bahati. Na nani? Na Diana bibi yake. Ama not married? Harusi sasa. No, they are not married. They are married but wedding. Harusi. No, they are not. Never done a wedding. No, you know it's different. A white wedding. White wedding. Yes. Yeah, because this this specific. Walifanya black. Amutaharibu harusi wenyewe. Yao ni kama stay. Yeah, because you Yao see, ni kama stay. because you see So they didn't get married. yes, Bilal is Kama right. stay is not marriage. No, if you No, tusidanganyane. ukienda kwa shughuli wanasema ukikaa na msichana zaidi ya miezi sita Ni wako. That is you your become wife. officially. I think kitu Bilal Wewe anauliza. unajua ukweli ni kwamba hata ukae na yeye miaka 5 na hamujaoana hakuna marriage. That is the truth. I think kitu Bilal anasema ni Hii iliwekwa tu by law, iliwekwa law kwa sababu watu walikuwa wana take advantage of other people's daughters. that is true. Sawa? And sons also and sons. sons. Especially sons. Yes, Sons sons. wanatumika. Yes. And sons. Yes, sawa. Sons wanatumika. So lakini the bottom line is lazima mfunge ndoa ndio mkue ati wewe you are married. Yes. Lakini Hii unajua ndio ni assumption. We assume that you are married because you've stayed for 6 months. But see marriage. Yeah, Bilal. mimi hata kitu najiuliza, Naam. Bahati ni Mkamba. Kweli. Na mpaka sasa hajafunga ndoa. Kweli. No, so unajaribu kusema nini? Unajaribu kusema nini kuhusu Wakamba? Nimekuona sana. Nimekuona sana. Chunga wewe ndugu yetu hapo ni Mkamba. Expectation ilikuwa pale juu. Yes. Ni mse mmoja alianza tu na hiyo ruma ya harusi. Especially after zawadi kipeano. Yeah, for them hawako na hiyo mindset ya harusi. Yes. They just said it will be their big day. So watu lijijazia sana. Story mingi, bla bla bla. Mimi nilijua number 1 si harusi. Ulijuaje? Kwa sababu invited guests before ni invitiwe, you know, there is a way akina Bahati wanaanza kushona nguo for something. The moment hawajashonea watoto na watoto lazima wangekuwa kwa harusi Wa maji. yes. Usikie hii ni ya father in law, hii ni ya mother in law, hii ni ya law. Unajua alo unajua so there was a lot of speculation. Tumbili, wacha kwenda mbali. Wewe ndio una hosting show ya magari. Kuna vitu watu nasikia wanasema about hiyo gari ya Brabus. Hiyo ni Brabus ya ukweli ama ni? No, there is something called a G-Wagon. G-Wagon. Then kuna kits. Ni kama sahi you have a what? You drive a Crown, right? Yeah, I was a Crown. One of my Japan. One From Japan, the only Luo who can brag with a Japan, Japanese who can make a Japan sound like a German machine. Yes. King D. Yes. King D. Yes. Na tuongee Leo wanapasua German machine. So ignore watu ukipiga ignore watu wa matatu. Ukipiga facelift ya hiyo Japan yako, Japan. Wewe ngoja. Facelift tena. Akitumile na waripi. Unakumbuka nikisema haya tu explain. Tunakusikia. Bana mute microphone. In layman. Mute microphone. I'm putting it in layman. okay. Put it in layman. Aki facelift that Japanese machine. Hiyo gari yake ya 204 hadi nini facelift ya 2027. Unaget? People will be talking about it being a 2027 car and not a 204. You get? So that's a G-Wagon with Brabus kits, which still makes it a Brabus. You get my point? It's on the Brabus. Yes. So does it still cost 45 million? It's not even a Brabus that is with the kits
zero mileage cannot cost 45 million. 45 million unaongeza 7 million unanunua jet pale kwa Cairo bila na iko na mafuta inakuja after 2 years full tank una get unanunua inakuja after 2 years Juni Cairo ama ndege inakuja after 2 years unacheza na mambo ya no Cairo ndege inakujaga in parts haikujagi mzima wewe unataka kunipeana Cairo is my friend Jetman Global tumbini wewe enda pole pole so unakimbia usitupeleke haraka tumeuliza tu yes lazima unawapeleke mbio tunaongelea ndege bro ngoja kwanza rudi kwa gari kwanza rudi kwa Brabus kwa gari hapa kwa Brabus kwa Brabus yako tunafika hapa kwa jet ya Cairo the Brabus can't go for 45 million okay Bahati is rich we accept but 45 million is a no okay. Yes hapo ametuchota unajua ubaya wa Kenya huwezi ongea kitu huwezi ongea facts you will sound like a hater you can't speak facts in Kenya unaona nikaa saa hii niseme kuku si mcute una get watu hapo unasema rongo wewe ni uso tunaongelea kaisha yes atuangalie urefu kachi ngoja now sema tena kama again that statement okay kama hatuwezi sema guys in Kenya wacheni tumbili aongee si tunamwambia tunamwacha aongee in Kenya you can't speak facts yes for example it's like telling saying that a cook is not acute is a cook hata ile iko sawa hata ile inaingia tu whichever way you twist it bado inaingia but is rich yes super rich you get but 45 million for that Brabus G-Wagon with Brabus kit sasa ukiweka Brabus no but in mjanja hizi gongwa it was just for the showbiz ni clout for the showbiz yeah the point we love him we appreciate him tumekubali hiyo pressure yes me personally I can't even afford the Brabus kits leave alone the G-Wagon with Brabus kits unasema side mirror hapo pesa yako inaishia hapo kwa side mirror ya Brabus hiyo ni vitu nzuri side mirror haiwezi mguu kuna hiyo emblem akaka wheel cup kale ka akaka gani kufungua pepe so subiri what you saying is wale walikuwa nasema hiyo gari ni Mobius wako na madharau sijasikia Mobius mimi nasikia Suzuki watu wanaongea vibaya watu wanasema ni Mobius watu wanaongea vibaya let me tell you bro it's ni makosa sana hata kuweka tu emblem ya Brabus kwa nini kwa Mobius you can be arrested unarejea gari in jail for 45 million years obtaining without false pretense yes defamation bro yes it's like a Lambo when you do mambo mean you get arrested Lamborghini they take away the car wanakurudishia do ile ulibuy they don't gamble kama imedepreciate kama imeappreciate ile ulinunua wanakurudishia kama ilikuwa ni 10M yes ni 10M unapewa even hata kama imedepreciate value yake ni 1M unapewa tu 10 for negotiation you get that is if you umefanya blunder na modify umeovermodify try do being chiki nayo ask there's a story of Chris Brown alipiga graffiti yes you get so tukirudi pale kwa graffiti mambo iko fiti pale yes tuko pale kwa tumemaliza G-Wagon so ulikuwa pale kwa ndege tu kwa ndege bro tulipiga ndege ilikuwa Bahati no the reason why huyu anamaanisha tuko pale kwa ndege pale Tasia unajua hapa kwa ndege nimekuja juu kuna story fulani hapa kuna story fulani hapa tumeona kwa mtandao it's been happening na wewe umesema wewe ni rafiki yake Cairo bwana Khalif tumetoka kwa all white party bado tunarudi all white imejaa vitu mingi tumalize all white Cairo yes tumalize all white tutapoteza hii ya Cairo tutarudi hapo kwa Cairo wako peke yake businessman waache hapo kwanza so turudi hapo kwa Gidene kwa white party what was the inspiration ukaamua kuvaa me I knew Bahati was celebrating his woman and it was just a chance to celebrate other women as well put myself in their bodies yes in their skirts in their skirt yes in Tumbili's words yes put myself in their skirt and wanted to be
not to be like them, but be with them. You wanted to be with them. Yes. Showbiz. Showbiz. Also generally wanted to stand out. Normal is boring. I knew people will put on all kinds of suits, all kind of hairstyle, all kind of everything. But again, bro, you have to stand out. I'm an artist. Of course. An artist must stand out. Always. The meaning ya artist ni creativity. So hii si mambo sijia ni shoga nini unatugongea wazazi etc. Wamekuwekelea hivyo? Wananiita shoga. Uligongea nani mzazi? Si msi ananiita shoga tu manzi nikani mgongea mzae bana. So it's all about creativity. Because you see, we try to kill we try to kill creativity in Kenya by talking negative. Ukienda we see the same stuff kwa Grammys, Oscars, Met Galas hizi na wase udunga and we appreciate them. We are like wow. You get the point? Kama hii Kanye West. Bibi yake. You see, Kanye and Sensori, they wanted to stand out. And how do they do that? Through their attires, their regalias. Wamejaribu everything they can to stand out. Nobody will talk about your suit where everybody has stand up with a suit. Naona kila msee amedunga fiti. But what makes you remain in other people's mind and lips? So wewe unaona kwa hiyo event yote unaona nani who was the best dressed? Apart from you. Who was the best? I can't say that I was the best dressed. Okay. Me nasema tu me I was the most outstanding. Yeah, but who was the best dressed according to the best dressed? I can give for the male I can give it to Bolo was amazing. Fally Ipupa wa Kenya. Low budget. Yes. Low budget. Fally Ipupa from Seme. Alafu kwa madem manze kuna dem fulani manze udem alinimaliza yuga. Huyo alikupiga kompe. Udem. Ogaga. She was standing out. Nani huyo? Ogaga yuga. Hiyo mpaka umeshukisha. Mbona unasema sauti ya chini? Anatetea. Uli ona odem bana. Ogaga uli ona luku za Ogaga wewe. Yes. Anatetea mboga yake. Ni mboga yake. Micheche yake hiyo. Anashona bro. Misheve yake moja. Anatetea kiwanja. It's not about kumtetea. But she was amazing bro. Yeah. Huyo alikupiga compare na yeye. Mimi hata ningekuwa na mwingine ningemweka namba 2 kama lazima nimtetee. But mimi niliangalia all my hebu niambie tajie mimi mmoja mwenye uliona nikwambie. Jackie Matubia alikuwa amevaa slit flani from kiuno hadi chini. That was what made you nini? Kata hivyo. Nini au umtetee. Bwana hii story ilianza vizuri sana. Story ilianza like this. Tukakuwa na Betty Chalo. She was amazing but still Ogaga takes it bro. Maya was amazing. Ni alivaa same na nani na Betty. Ni mwili ndio tofauti. Okay. Yes. Sawa. Madam kina nani tena? Kinuthia. Kinuthia yeye pia alikuwa amevaa vizuri. Alikuwa sawa. Most mademu alikuwa amevaa fiti. Mademu alikuwa amevaa. But mimi I'll give my vote to Ogaga. Mimi na feel she took her time nini. Alikaa fiti bro. Yeah. So history yote at the Bahati now that people walikuja. But msali ni bamba sana. Ni Mr. Seed. Mr. Seed aliingia pale kwanza na kanzu ya cream alafu na longi amechukua kanzu akaingiza hapa kwa kiuno ameuma kama dera hivi ameuma kama dera bro alafu kivili ni bamba kabisa na Seed alikuja mpaka na GoPro ya white he was like this na GoPro ya white was in character. It was all white. We are serious na invitations. Cause unajua nilianza kumuona kwa umbali. Shindo ni nani manzi? Anakuja tu hivi na dem fulani kando yake. Tumbili umekuwa kumbe ni Mr. Seed. Kwa Yesu ni umeka kwa industry for the longest time possible. Kuna pia ma time nimesimama pia. Umesimama pia kwa hii industry for the longest time. Unakuaga na milima na mabonde. Na definitely wewe hujasimama wewe.
mimi nimesimama Amesimamisha industry. nikaketi, Huyo alisimama Carnival. Alisimama. Stand up comedian. Ai bana, waambie Stand up bana. comedian. Akuko ametoka mbali by the way. Tumemtoa mbali. Tumemtoa mbali. Huyu kijana. Ametoa mbali. The first time I performed in South Africa. I remember nilingia, there is this comedy club. South Africa au South Mugirango. Unajua tusiende mbali tena. Si South Mugirango ndio labda South Africa kuna hapa Kayole kuna Oh, kuna- Soweto. oh, Soweto. Hii story mnataka kuandika. Aliperform Soweto. Correct. Kayole. Kwenda kabisa. Na alikuwa ameenda Hapa. kupanda, alikuwa amependa kwenda kupanda hapa ndege, hapa kwa ndege. 034. Umehang out Tekela. na so many celebrities. You the nature of your work pia lazima you mingle and you network na wasanii vibaya sana. Yeah. Who is your favorite celebrity couple wewe ukiona hii Kenya? My favorite celebrity Yes. couple I'll say ni like I find DJ Mo and Size8 wakiwa real sana. Oh, they are still a couple. Yeah, they are They they are married. Mpaka walifanya harusi. they married after breaking up. Ndio nauliza. Yeah. Wait, So I find was the them- breakup real? It was real. It was real. So the marriage If just you are close to DJ Mo, yeah. and I'm not, that's why I'm Size8, asking. Yeah, I'm you not, will that's know why I'm it asking. was real. It was real. Yeah, it was real. So yeah, and it I think it affected them sana because ukicheki Size8 kidogo ali lose some calories kidogo. Yeah, it affected them sana. The relationship mi si mi si bims wafuari lakini ile tu Bims mswa. Mwache tu. Ungenyamaza tu Sema tu. Ndio nimesikia bim. kunywa maji bana. Nimesikia bim. Sasa hapo fuari. Ndio ukauma hivi. they are not so much into easy ma clout za tumeachana tumerudiana to sijui prank I found some thong in my boyfriend's car. You get those things. So anytime umeachana na kuongea ukweli. Yes, they don't do things for attention, bro. Do you know couples go to the extent of even getting pregnant for views? Yes, In this country. for views. In this country. Walipue channel. Kwa hii nchi. Yes, wengine wanafanya hata house tour, wanahamahama here and there ndo wapate views. Tumbili wewe una. Bro, content ya kufungua nyumba Mtu anahama- inakuwa na views mbaya na ya kulaunch mimba. Ay bro, unaniambia. Tusiongea hata ya kuzalisha sasa. Hebu mjaribu bro leo ati Wewe wacha. Wajaribu ongelea mimba na una. Tumbili wajaribu nini? Usiseme kabisa. mjaribu. Akuku na nani? Bora hadi kujaribu ni. akukudi and kindi. And King D. Wajaribu ya kufungua nyumba. Yes. Ya kufungua nyumba. They open the D. Oh, the door. Yeah, the door. Yeah. Yeah, bro. Kwa hivyo unasema people would go to extreme end just for content. Bro, kids of this generation kuna a group of kids wataumia sana. Content Kwa sababu, kids. Yeah, content kids. The kids who have just been born for Out the of purpose content. of content. Ni content, hawa ni wa content views. Wazazi wapendani. Yes, there's Ni no views. love. No love. Ni kama najua wanaongelea nani but ni sawa. I think vile anaongea ni wengi. Umesema ni kama ni But kuna ile moja ili stand out. Kuna Hapa by the way si tunawatajaga. We don't care. Wewe uko na nani kwa kichwa? Si hao Yesu. Oh my God. Jesus. Come on. What are we talking about? No, si yao man, si yao. I just love their Ati- content ya watu hiyo Unaongelea nani? ya how they Unaongelea nani? No, hapana. Wewe uko wapi wewe? Uko wapi? Unajua pia No, na mi napenda nani? Mi napenda wa Jesus bro. They are nini? I love their content. Yes. Okay. Wa family. So when you part of those viewers wanatafuta. Yeah. When you part of those viewers Watazamaji wanatafuta. sisi tunapenda. So wewe una feel Kabiwa Jesus the family they actually do content. For hii kitu amesema. Hiyo venye amesema. Yes. I think so too. Yes. Kama hii sasa hii imetokea juzi, hiyo ameongea juzi ati Mili anaambia Kabi ati stop gifting me. Wax Anataka kufuata bibi ya tajiri. Anataka Brabus. Brabus. Ati mpaka hiyo ni kitu utaambia mtu kwa ati live. Hiyo si ni for views. Even can for views. Yeah, for views. Even the filming of when the wife was giving birth. Hiyo si ni views. Yeah. No, Jamini. you just have to, everybody has to go to be special. Hakuna special anything special about Bro, that. the reason you guys are doing this thing, the three of you, you want to
be outstanding. When you are outstanding, you'll get more attention. If you do the same thing, you won't, because someone will be like, why should I watch them while the other people are also doing the same thing? You get? Kenya lazima kuwa outstanding. Angalia mtu kama Salasia as an MP. Who stood out after Tumbili kwa the Bahatis? Nani aliongelewa sana after Tumbili? Salasia, why? Hakupiga white hata kidogo, alificha white. You get? When you are outstanding, you will get more attention. And that attention is what people turn into money. It's okay, Tumbili. Being outstanding is okay. But be outstanding because of reasons that at least make sense. Ukiniambia sasa sisi, like the three of us, we are doing this. Sasa mimi nitoe shati hapa kae tumbo wazi ndio nikuwe outstanding. Hiyo ni ujinga. It depends if you want to be outstanding with your shirt off. There's someone who will do it. Because I know of Diamond. Okay, like the recent international story ni ya president wa nini? President wa wapi ameenda meeting bro Zelensky. official ya ma president with no suit. Zelensky. Yes. Zelensky. You get? Now it caught the attention of even the journalists. They had to ask him, why don't you put on a suit? And I get new mindset was all shekaga ati a suit makes you look serious. Na Kisumu hadi mdomo kukuteli over suit. Usiende hata mbali. Nani, we have Facebook has been named the most used social media. Social media, yes. Who 54% owns actually. Facebook. Have you ever seen Zuckerberg in a suit? And he's taken serious. He runs a whole company, $1 billion Meta. In a t-shirt. So ni mentality hapa. So Meta ni mentality. When you want to stand out, lazima ufanye kitu yenyewe. The moment mimi as Tumbili as a content creator, I stood out because I started doing something that most people are not doing. Reviewing celebrities' cars. People are doing cars all over. Wanakagua engine nini. But who was doing celebrity cars? Nobody. You get? So hiyo ikanipea numbers na wase because they want to know what is Akuku driving. How like unaelewa? Ni sawa. So wow, look at that video. Look at that video akizalisha. Nobody has ever done that in Africa. I don't think there is any. Nobody. So it caught the attention. So they global attention. They decided to be the first ones to do it. People who didn't know that they are content creators waliwaona, they subscribe, wengine wali unsubscribe, but I'm very sure more people subscribe than people unsubscribed. Yes. Na watu wakaanza hata kuwatch content zao za kitambo. Na So it's wakawapenda. working for them. Yeah, it works when you stand out. Okay, yes. Wacha ni reserve comments zangu. But you see, I don't have to degrade myself for me to be outstanding. Kuna vitu zingine you just have to maintain your dignity. Unaelewa? Because at the end of it all, nitapata hizo views, nitapata tado na nini, but I will come back and look at myself. For example, Madonna. Madonna hakuna kitu alikuwa hawezi fanya, and you remember those days when Madonna was Madonna. Naelewa. Hizi hawezi kumbuka. Bro, no Madonna. Yeye anajua Madonna. Madonna alikaa chini si kitambo sana. Akaulizwa akasema ama angeweza angebuy back all those videos alikuwa na shoot dota wake asiangalie. Naelewa, because ana mind saizi how the daughter sees her as a mom, as her role model. Umenielewa? Back then alikuwa na ina make sense. I want to stand out. But sahi ako like if I can ata J-Lo the same thing. Umenielewa? So in as much as we want to stand out, pia lazima tuangalie pia limits zingine, because kama kesho mtu wa Jesus akama cross hii video mamake yeye mwenyewe aone hii ni laana, unaona uchi wa mamako ni laana. I think it was equal blood in most parts. It's blood, not that open. Because for me, I know it's business. These guys were in business. Hiyo ni presidential, like it's a presidential nikasa hii
president, bibi ya president anaitwa nani? The first lady. Anaitwa nani? Wewe sema tu the first lady. The first lady. Hii majina tunasemaga tunajipata First kwa lady. Anataka kujifungua. Yes. Leo anaweza jizalia pale ndani. So it was still marketing for the rich. One services zao civil wanazalishaga, you get? Yeah, They don't have to come again pia washoot. Yeah, But what for you're saying them, is right. I think swali Bilal anauliza na ambayo pia ni swali I think iko kwa watu wengi kwa kichwa ni wa Jesus wangeza bila the filming na bado wapate views ama wapate still the same love from people. yeah, but again awange get that attention, bro. So everybody, do you know people every day just do things to be out there? TikTok wase wanafanya vitu sana to get the attention of people. But okay, so saa hii kesho mtapata wase wameanza ku down logo yenu, yani aje they print even hoodies na wanawatag, they want your attention. Yeah. Kama wase wao piga mapicha kwa graffiti za wasanii wa nje to get the attention. Angalia hata the attendance ya ma concert zinapen hapa. When Kenyans do concert, nobody attends. When we bring those nanis outside from outside they attend because they want to be seen they were there. Hakuna mtu anaweza brag ati alikuwa kwa pose, you get? Ati yo manzi mimi nilikuwa kwa pose live manzi. Wewe ulikuwa? Nobody brags that. But bro, mimi nilikuwa kwa Burna Boy. Una get? They will brag mimi nilikuwa kwa Burna Boy because number one, how much was the ticket? 8,000 on the list. Anda kukushow amechukua bed sitter yako mzima akaeka kwa tiko. And he was there for some few minutes. bed sitter. Tuendelee. Alikuwa kumfikira mimi imenipita lakini tuendelee. I understand, I get it. Tuziingie hapo. Kari. Unasema bed sitter na do kidogo ya takataka hapo. Na upuzi na maji. Maji units 4. So yeah. Tumesema leo uko hapa hivi. Leo tuna issue yetu, by the way, tumekwambia we talk about nothing. We just talk. Yeah. Tunaongelelea tu sisi. Lakini leo at least we are there. So kuna ile hadithi aliwacha pale +1. Kuna hadithi pale +1. Ile ulikuwa kuna hadithi sasa before pale ya +1 gani? Ya Cairo. Before tuende kwa Cairo sasa there is the other side yenye hatuwezi lenga ya kwa event ya Bahati. Why people got angry is because number one, they didn't know what was really happening. Welcome Neoma and set ya Rusi. Then boom, they launch a betting company which I was there. And celebrities who do ni wana influence ya brands are betting, they were like running out, bro. They were trying to avoid cameras. Do you get it? Yes. Bro, picha yako itokelezee pale na sasa hizo una market betting farm nyingine. Wase wangemwaga unga pale pale. So it's bad for business also. Which is good. Hawakuambiwa why they were coming. They were just invited, come celebrate with us. Big day. Yes. Because people are like, maybe they are launching their Netflix show season 2. Maybe wana unveil mimba. So many allegations na wase walikuwa njijazia vitu mob sana. Yeah. But wase I can't say who and who. But conversation also walikuwa napiga, especially wale ma influencers wa ma betting companies like walikuwa wamejam sana. Then pia kuna word pia ni kama pia ilikuwa shago round that they will be launching a betting company. So kuna wale walikuwa wanajua, so they didn't come despite them having the invitation. So big up sana, congratulations to them. That's a very congratulations Bahati on Bahati and Diana on having Bahati bet. Yeah. Hapo kwa industry kuna vitu hiyo siku tu bado hapo. Who was worst dressed according to wewe? Juu wewe tunakuweka kwa worst na best. Yes. Na standing wewe uko hapo katikati. Worst dressed. Wewe unaona ni nani angefaa ambiwe bwana rudi kwa closet? Worst dressed. Kuna tu majamu walikuwa wamevaa normal. Amevaa tu shati ya white na long ya white. Na viatu za black ziko na kamba ya white. Sijui kama mliona Kioko. Msami Kioko. Nicholas Kioko. Yes, niliona Nicholas Kioko ni best yangu sana. So I think naweza mpea hiyo 10 million ya worst dressed. Okay. Yes, at least afanye pia Kamba Festival yenye na kama hapo tarehe
tarehe 10 mwezi wa 5. Okay. Ni kama alikuwa amekelea do zote kwa chopa. Akasema hii harusi naye akuje tu hivyo. Manze. Yeye hata hakukuja, alikuwa anapitia. Alisikia kuna kitu hapa. Kuna kitu hapa. Alafu Salasi anamfuata hapo number 2. Yes. As worst dressed. Na pia outstanding pia. So hapo nikaona mambo mingi. Ndio nikakuja hapa kwa Mzee Cairo. Kuna story kalifia hapa haya Khalif Cairo. Sijui kama mliona Mungaiv manzi. Kwa event. Sijui kama mliona Mungaiv. Director tupe picha hapo ya Mungai. Unajua huwezi muona vizuri kwa picha. Lakini in person bro. Bro to describe it. Give us the picture. So Mungaiv top. Iko top. Top iko top. Lakini hii bottom hapa chini ilikuwa down. Kwa nini? Manze. Unajua ni neti alafu you see through. It can't see you through. Kuna kitu kingine ilikuwa inakusee you through. Na wewe uwezi isi. Unacheki mpaka hii stuff inakuonyeshaga huku ndio nyuma. Ilikuwa inaonekana you guy. Inakuwa imeandikwa keep away from fire. Kale kataga. Hako kataga. Hata uko nako hapa nyuma. Mpaka kameandikwa miaka. Kameandikwa polyester. Mid heavy. Chest size 88 centimeters. Keep away from fire. Keep away from fire and out of reach of children. And out of reach of children. Don't wash and dry. Wash and wear. Yote umesema nguo mahali ilikuwa inaanza ndio ikafikia. Iko na kanini ise hapo. No, ilikuwa ni pipe. Neti tu fulani hapo. Lakini kila kitu inaonekana. Ni pipe ya neti. Pipe ya neti ile mzuri. Light at the end of the tunnel. Director tupe hiyo picha tuone venye. I think ilikuwa light through the tunnel. Daiona. Light at the end of the tunnel. Hebu nione hiyo tunnel. Allah. Waacha hata mimi nione tunnel. Ukiwa keen nadhani unaweza ona. Kaona. Sijui hata onyesha vizuri aonagi poa. Muoneshe vizuri, muoneshe. Huyu anataka ku save for future use bana. Anataka ku save for future use. Tutakutumia link kaka. Anakuaga na photographic memory. Ni ku download na download. Anairenda. Ujamani hatari. Ni noma sana. Chempa atakipiga hiyo kitu na nini? Na hii simu ni moto. Hii ni simu na sura ya nyako. Picha ya nyako bana. Hii simu gani inakuwa moto? Inaitwa Duji. Duji. Hii lazima uimport. Ati ngoja ati ni iPhone. Simu imechemuka. Unaona ni moto. Kwani ni hot? Ndio nimeshangaa ni gari akaeva. Hii inaitwa Duji. Hii ni American made. Zile zinaangukaga flow inapasuka. Unapasua nyuma tiles. Exactly. Hii kianguka inavunja tiles. Tapaza mafundi. Kitu ikafanyika hapa hii lakini story nimekaa nayo inafaa sasa history ya Khalif. Alikuwa na beshte yake fulani anaitwa Clement. Clement Kinuthia. So Clement alienda kwa podia Ikonini, by the big up to Ikonini, by the those guys hosted me some days back. Good stuff. Ukianza no, ikiwa imekolea mimi ni mtu wa kuitwa mahali imekolea. Anasema wewe ukiwa unaanza. Ukiwa mimi nikianza. Sasa ulikuwa unakataa nini? Si ndio nashangaa. Nimepata vizuri lakini nimewapata sasa. Mko sawa sasa? Tuko sawa. Hello. Sawa. Milome. Bas. So this guy Clemo akasema on the podcast ati apparently Khalif Cairo alisnitch, ni beshte yake mbaya sana. But apparently Khalif Cairo akatuma screenshots kwa bibi ya Clement akimwambia ati Clement ana cheat on her. No, I think akutuma screenshot. What chatting alimtext. So mtu alitumiwa screenshot ni Clement alitumiwa na bibi yake I think. Kwamba this is what your friend is telling me. Yes. Okay. As in screenshot ni ile message yenye sasa mna nini alafu na get so alafu na ni wewe unaelezea. Clement alienda nayo kwa Ikonini. What do you think? Is it a good thing? Mwanaume because brotherhood atujua ni hivyo. Hata kama tumekosana. Hivyo. Hata kama tumekosana.
the only Usianze time kuni- the only reason a man would snitch on his friend to their women if they want to. If The they woman. want that woman. Yes. That's true. Yes. ama kama ni sistako. Ama kama ni sister. I don't think that. Mimi si Banana ucheze sistangu. Ndaambia sistangu huyu jamaa anakucheza. Hiyo naye nakwambia. Hata before hata nimwambie Unachoma? nilishakutandika. Na kutandika nikikuseti. Wacha Bilal. Mimi siku ai. Unamwambia? Unacheza dadangu? Nimekupata. Ngoja, lakini si wewe unacheza ndugu yangu. Nini? Hapana. Hebu tuashumu umenipata. Nimeoa dada yako. Umenipata. Umesema tu assume. Sawa. Mimi sasa hata kwa assume huwezi. Hata assume Hata ni kwa kesi. assume huwezi, lakini sasa Juni Bilal endelea. So Bilal umenipata kuiba. Ninaswaga Amina. Na nimeoa dada yako. Endelea. Mimi nikupate. Yes. Kwanza nitakuvuruga. Anza na salamu kwanza. Salamu ya nani? Kuna salamu. Nitakuvuruga na salamu zako. Mimi najua wewe utanisalimia. Amkuwa mkwe. Najua ukiniona utaanza salamu mingi. Open the door. We just want to have a small conversation. Nitakuvuruga. Open the door. Sawa. Baada ya kukuvuruga Umpigie. Yeye mwenyewe atafika ukifika nyumbani. Nitakuwa nishamwambia, hiyo ng'ombe hiyo alama ni mimi niliweka. Namwambia kuambie kwa nini. Muulize. Kabla sijakuambia. Kisa. Sasa dadangu obvious ataniambia hajaniambia. They get the other side of the story. Sasa na mimi nitamwambia vizuri. Na hata akitaka nitakuja kumwambilia hapo. Unaona hii ng'ombe? Ukiendelesha. Unaona hii ng'ombe? Aliona utoshi mpoka. Niangalie nikikuongelesha. Unapatia dada yangu talaka hapo. Nitakuitishia mpaka talaka. Hapo hakuna story ati ni mimo yangu mimi namuelewa. Hata o sister pia akileta ujinga. Anakula kitu. Hata yatakula kwa. Hii ujinga hii. A couple of slaps. Hiyo story niliona nikasema why would a fellow man do that? Because it doesn't make sense. Unless unataka huyo msichana. Kabisa. In fact that also concludes to something else. Jua ni nani unaenda kuiba nao. Si ndio? Snitches jua tu ukienda kuiba unajua there is a way unaweza anza kuiba na mtu ujue. Snitches get stitches. Huyo atasema. Huyu atasnitch kabisa. Ni kama kuku. Mimi siwezi enda kufanya kitu yote na kuku. Kabisa. Wewe unamjua. Si ujipate uone. Kwanza kuku ni mbaya. Yeye aniyekaga kwa content. Na anakuaga na evidence. Anajifanya ati niko na rafiki yangu. Hapo ni stand up comedy. Kumbe ni wewe. Niko na rafiki yangu. Kumbe ni wewe anakutaja. Anakuseti. Na sasa umeleta mama. Ati show. Anashangaa mbona hii story inafanana na mbona talk to me directly. Stop going through the corners. Kitu mnafanyaga si poa by the way. Tumefanya nini tena jamani? Mimi nimetumika vibaya kwa hii stand up comedy akia nani mpaka nikasema unafikiri kwa nini siendagi? I don't go there. Why? Nakuwa content. You are whole content. But you see that is the beauty of artistry. Content iko kila mahali. Wewe ni kutumia pali. Mara ngapi? Wapi? Mara ngapi? Wapi? Wewe unanitusi hapo kwa hii show kila siku. Wewe unamtusi. Hiyo ni fact. Kuna facts na kuna content. Hiyo ni fact. Sasa ukisema huyu jamaa yenyewe kweli tumemtoa mbali, hiyo ni nini? Hiyo si content, ni kweli. Kuna wengine nao unamtukananga. Kama ile siku ukimtukana ati jua ni kali na supu inanuka wapi ni mfupa yako wewe. Wewe ati supu inanuka wewe kwenda. Hata hiyo sasa unamtukananga ingine. Wewe sasa ndio unatumia hiyo unamtumia kama content. Wewe ndio sasa unamtumia kama content. Nani? Kumbe naongea kuhusu watu stand up comedians vile wanatumiaga watu wengine. Kumbe ni wewe. You are using stand up comedy ndio uingilie ujamaa. Huyu anatukana ndugu yake. Tuko pamoja tu ya wote. Jua ni kali. Alafu anasema na supu inanuka wapi? Mfupa zinapigwa na jua wapi? Na tuko na huyu. Nyinyi mnaribu. Anyway, moving on nikaona story pia nyingine kwa mtandao. Rapudo pale. Anasema hawa shemeji wetu wa Ukambani. Yes. Ukioa Mkamba. Yes. Kiuno hapana pumzika. In fact it is both ways. Ukioa na ukiolewa na Mkamba. Ukioa na ukiolewa na Mkamba. It is a full time. It is a full time job. Kanungo ipoi. Kanungo usema wewe na yule fundi wa kunoa visu. Ule wa. You know kitu
ni ukweli kamba hata kuna wasanii wawili wa kamba yes. they have to be serious with that wakachukua mmoja majina anaitwa Katombi yes. na mwingine anaitwa Masekete bas na kuna mwingine anaitwa Maima Maima ni mashimo Maima anasemanga dunga shimo dunga mashimo wewe ni uchague ni shimo gani utadunga bas Maima unasikia kangoma nini unasikia Maima yes ndio huyo Maima wewe umewaidate Mkamba mimi ilikuwaje wangu hakuwa Mkamba ukambani hakuwa wa ndani wewe umewaidate Mkamba confirmed kazi ilikuwaje kuna kupumzika Rapudo alilia ana complain apumziki yes anaenda kukaa hivi kidogo anambia babe yeye anajua stima inatakikana wasichana wa Kamba muachie tu Wakamba wakae na Wakamba ama Wakisi sababu Wakisi pia Wakamba wengi inamaanisha Wakisi pia na ule mtu wa Kisu kiuno ni same alafu unajua Wakamba pia wanakuwa soprano yes kama tu ile ya Wakisi so wanaelewana wanapatana wako sawa wanaingiana kuingiana tena inakaa kuingiana tena unaharibu no ni sawa ni sawa alright sawa na Wakamba walewe tu na maybe Waluya kwa nini Waluya ndo wanapenda kukula sana bas Idris hapa Idris yango mwanzo isiana nakwambia by the pata la fichanga hiyo pata mbona sasa usipige mwenzako unajua nishamwambia mara kadhaa mimi si Mluya usipige mwenzako bakora nishamwambia mara kadhaa mimi si Mluya wacha nikushikie rungu basi unanishikia ushikie rungu yangu wewe usishike rungu yangu iko sawa unanishikia rungu iko sawa wacha Wakamba wanajulikana wanajulikana worldwide uliza Wanjigi umesema nyumba afadhali ukose kila kitu kosa chumvi kosa TV kosa kiti lakini transformer kitanda hata zikitanda iko imara liambo ukiwa kwanza hata wacha ukialika tu Mkamba kwako make sure meza ziko kila kwa nini siku utamwekelea wapi surfaces yes unasema ukue na surfaces ziko yes ulaji ni kila surface area to volume ratio hizo you're well taken care of kwa sababu yeye si lazima muende kwa room bora ilwe ikianzia hapo ni aerial lime unajua waves zinatu ikishika tu waves unasema the bluetooth device is connected successfully is ready to pair unasikiaga hivyo tu unawakitidi as connected na the same lakini sema ndio mambo ati ukialika Mkamba lazima make sure meza kuna meza yani kuna platform everywhere sasa nayo ukialika Mjaluo akiinyi kinyuku mwivite huyo kwa nyumba jua tu kama uko na iPads she's at home ukimwekea watch Samsung so unasema yeye ana watch na wewe uko pale uko burudani shida ni umemwalika kwako TV yako ni 43 inch unaona umemfanyia kitu kubwa 43 inch Samsung sawa curved yako bado haijakuwa curved yako haijakuwa curved sijaona curved ya 43 inch kuna 85 so tuachie hapo sasa unaanza kutuonyesha vile hata ujuizi tutumia 80 bro ukisema utasemaje 43 inch curved msikosanie TV sawa wacha tukosanie vitu zingine hizi TV so umekuja uko na iPhone 11 ile kubwa uko nayo ni iPhone 11 sawa hapo alafu unamwalika kwako anakuja anaangalia ana imagine ameacha kwake alafu unampatia password ya wifi na yako ni 5 Mbps yeye amekuja na ile MiFi ile kwa bag ya 30 Mbps na unajua nyumbani amewacha Starlink Starlink TV iko kwake ni 63 inch curved ya bedroom hii ni bedroom tujengia sitting room sawa pale ako na iPhone 16 Pro Max 528 ya mtoto hiyo ni ya mtoto wake 1 terabyte alafu ako na MacBook Air
alafu ati wewe umemwalika kwako. My friend, utapewa. Uwezi. Utapewa maneno. Good. Utapewa msomo. Msomo lazima uchukue kidogo. Hayo na utapewa. Atakuuliza what is this? What are you doing? I asked you to come to my place. Ukaniambia no, I should come to your place. So what is this? Yes. Brother, utajuta. Sasa mkisi ukilete bora tu uko na nyumba soundproof. Tafakari haya. Kwa sababu nyumba itageuka ile success card. Yeah. Unasema Mosiri anachapa raundi hapo. Mosiri unajua ile katibu wa mazingira. Katibu mkuu. Katibu mkuu wa mazingira. Gatuzi ya Nairobi. Na ugatuzi Nairobi. Si unajua ile ile ya fatso ile ya hiyo ndio utakuwa nayo, lakini sasa hii ni ya soprano. Moiso. Unajua hii obe niliamua kuna obe ukisikia unajua ni kubaya. Yes. Kuna obe ukisikia ni raha. Yes. Na kuna obe unajua mtu amepelekwa. Na kuna ya mshtuko. Hiyo ni ya kushtuka. Ukisikia tu obe. Furaha. Obe. Juu hapo ni kubaya. Alafu kuna ile uzuri ile ni moja ile obe. Ile mpaka ameshika kichwa. Hiyo ni mshangazi maalum. Hiyo ni mshangao, uzuri na kilio at the same time. Mshangazi. Lakini mnanipata? Hapana, hata hapo hatukupati. Mshangazi maalum. Mshangao. Basi mshangao maalum. Au ni mzungu, muelewe. Nimeambia watu mimi ni half caste for the longest time. Wewe ni half caste wa Italy na Mjaka. Nani alikuwa Mjaka? Mamangu ndiye alikuwa Mjaka, babangu ni Muitaliano. Waitaliano walifika aje story? Yes. Waitaliano tunajua walisimamia. Nilikwambia hii story itakuja. Na unajua akijaribu kutudanganya ati ni mama alienda huko ile pale nyingine. Mama yake ngoja. Mama ndiye alisafiri kwenda Rome. Si unaona? So unataka tunamjua mama tunamjua vizuri, mama wa kanisa wa Lejo. Mama wa Lejo Maria mzuri. Ako pale Migori. Alijipataje Roma mama wa Lejo? Anataka kutuambia walitembea mpaka Rome. Na kuku ndo walikuwa hapo mbele. Na ile bendera. Kweli, asema watu waje tuongee vitu important. Vitu kama sha. Hakuna. Bado hatujamaliza. So waje tuongee vitu important kama sha. Hatujamaliza. Tumesimamia kwa Mkisii. Wewe ukialika Mkale. Bilal, kwani ushamaliza hiyo story? Hiyo tulikuwa tunaongea. Hiyo ni sha. Ndio tuko hapa sha. Sija. Tumalize kwanza ndio tuingie. Unaturukisha aje hivyo? Haya, uki-invite Mkale, make sure nyumba yako ni kubwa. Space. Wawezi muita ukiwa bed sitter. Lazima kuwe na masehemu ya kukimbia. Exactly. Unajua Mkale amezoea hata akikatiwa lazima akimbizwe. Yes. Anaingiaga box kwa finish line. Exactly. Sawa? So ukimuita kwako si ati anakuja kama amejipa. Lazima pia hapo kwa nyumba mkimbizi akwambie no, not now. Not now. Alafu not now mpaka anakwambia how. Yes. Alafu Bilal kose umshike. Si umekose umemkimbia umemchoka usiku yote, alafu ukamshika 5 asubuhi. Ukute una mursika. Anakwambia toka niende. Fungua mlango niende. Anasema mursifi ndo lubricant kama mursika sasa ndio inashona. Bwana. Utumbili amejaribu. Ndio naweka hadi shit. Uko na mbaya bwana, hapana hii kitu tulikuwa tunaongea vitu important hapa, lakini naona unajua kusema hivyo na imagine ule Nigeria alikimbiza because gay hivyo kweli. Alikimbiza. Wewe taonete nili. Emi now. Taonete come. Come emi now. Money. I chase you the whole night. Anaomba come after me. Anaitwa Madumbuko. Emi yako? Kimbiza mimi pato nani? Anaitwa Madumbuko. Madumbuko. Yeah. Huyo hazi yake Bishop Madumbuko. Alipata masumbuko. Kimbiza mimi nani? Unajua alinyang'anyanga nani? Unajua alinyang'anya nani? Hapana, alinyang'anyana. Alinyang'anyana? Wacha tu. Nani alinyang'anya mwingine? Madumbuko alinyang'anya mtu. Oga. Wewe. Hiyo story bwana. Next story. Hapo tuwezi ingia. Wewe enda story next. Wachana na hiyo story. Usikue hivyo. Bora mwambia utasema tu hata utatujoin tusiseme. Wallahi. Bora mwenye alinyang'anywa yuko State House.
iko sawa. Acha bwana. Bwana. Magita ngo. Tusiongelele hiyo. Magita ngo. Huyo ni hata mwenyewe. Tusiongelele hiyo. Ule. Mate manangai. Hapana. Tuko na ya ndani nakwambia ya ndani. Tuachieni hapo. Ya ndani bana. Mimi nadhani nimepotea lakini nita catch up. Catch up. Tukishakatwa ya mambaru imekaa na imejaa. Imekaa na kinini? Imekaa na kiwot? Imekaa na ki? Hebu ngoja, so ule tunaongelea ni ule wa kibugudu. Wacha. Wacha hapo kwa kibugudu. Kuja kwa sha. Hapo. Tuko kwa sha. Hapa kwa sha. Ushaanza hiyo hadithi? Mambo yakaribika hapa kwa sha. Yes. Inasemekana sha haipelekei watu vizuri. In fact sha yenyewe haijipeleki vizuri. In fact vile wanasema sha iko na shaka. Iko na shaka, inajipeleka kwa mfuko ya mtu mmoja. Yote inaenda kwa mfuko ya mtu mmoja. Sha hii yote inalipwa hapa na maskini mama mboga, watu wa pikipiki. Safari hii tu wanatenga. Wanatenga. Unasema pesa za sha zinatoka wapi? Zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Tolwa. Inaenda wapi? Londiani. Inaenda wapi? Inaenda wapi? Inaingia wapi? Inatokea wapi? Inaingia wapi? Inaishia wapi? Awendo. We Bible, hiyo ndio shida imekuwa kubwa. Hiyo ndio shida. Social Health Authority. Inaishia kwa mfuko ya mtu. What do you think is the solution? Solution ni moja. Solution ni moja. 2027. No, reject sha. I just feel we should cause sha and NHIF, the purpose is the same. Yeah. So we should just get it back to NHIF because the authority itupeleki fine. Kabisa. Yes. It's like ni ndo fulani imetoboka. Yes. You can't put in savings because haitakusaidia. Inamwaga chini. Someone's hands is down there. Chini ya hiyo bucket collecting and it's not benefiting people. Now inaonyesha how inhuman we are, the authority is, because I've seen videos of wase kwa hosi wanajaribu ku get this help. Mse ana dedi tu kicheki manze. Sha iwak. At least NHIF ilikuwa inachelewa but it used to come through. It was working at least when it made data. Mwenye anakula hiyo pesa at the expense of other people's lives is also a walking dead person. Sindio? Ule pastor wetu amelaaniwa na laana ile inamkuta hata enda mbali. Ule pastor wetu saizi pahali amekaa labda anaona watanifanya nini. But let me tell you, Mungu atamtengea. Kiboko cha Mungu si kiboko rahisi. Yes. Na si kiboko hivi. So wacha akae tu na afanye vile anafanya, lakini one day hata sisi one day tutadai. Maji mbili. Na hiyo maji bado unataka kuikunywa venye umeanza hivyo. Tenga tu kabisa. Already unatupeleka kwa mchezo yetu fulani tunakuanga nayo hapa. If you are a fan of the show, tunakuanga na game hapa, we are calling it the game zone. The game zone is whereby we play games. And it's very simple. Alright. Naweza kuja na word and you have to rhyme that word. The first game inakuanga ni rhyming. So for example huyu anaweza sema tunipe word build. Alafu mimi naweza kuja na kitu yenye na rhyme kama hiyo. Sema build, naweza sema kitu kama guild. Umenipata? So ukikosa unapiga kopo la maji. Lakini Bilal leo amefast, so akikosa nitamweka kofi hapa mbaya. But hiyo baada atakuwa amekula kofi. Umemlisha either way. Nitakuwa nimemlisha either way. So that is how we normally play here. So ladies and gentlemen, this is our game zone. Sijui tuanze na hiyo pande nyingine? Ama tuanze na hii pande. Ndio upate. Wacha tuanze na kofi wacha. Ndio wacha anze. So ladies and gentlemen, we welcome to the game zone. The game zone, we normally have fun with it. And our first game is the rhyming words. So starting us off is Bilal. Coffee. Toffee. Mofi. Mofi, what is Mofi? No, msijifanya mjui Mofi. Mofi. I know Murphy. Amjui wachana sasa unaenda kwa Murphy. Murphy ya MURPHY. Murphy's law. Amjui Murphy ya MOFFY. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Ngoja. Suko na Google. So sisi ndio jury. Wacha angalie Google. Ati Murphy.
MOFFY. Hakuna kitu kaa hiyo kunywa maji bana. Angalia. Hakuna. Piga kopo. Umeangalia wapi? Nimeangalia. Wapi? Kopo. Umeangalia kwa safari? Piga kopo. Iko. Hakuna. Mofi. Hakuna mofi. Soma maana yake. Hiyo ni jina ya mtu. Hii ya Mushkila. Iko Mofi mobile app. Kwenda. Piga kopo bana. Piga kopo. Mushkila. Haya. Tuanzie na wada hapo. Mwenye amekunywa maji. Mwenye amekunywa maji anza na wada. Field. Build. Guild. Kula coffee hapa. Haya, tupe word sasa. Wewe acha tupe word. Wacha mgeni atupe word. Wewe ushalala. Nje. Sweet. So yende side gani? Hayuko kwangu sawa? So Tweet. Greet. Meat. Shit. Shit. What the shit? Kopo. Tweet up shit. Oh, kopo hapa Piga kopo, kunywa maji. Kopo. Piga kopo la maji hapo Basi kaka. nimemalizia ama Shit. Shit. Ungesema shit. Sawa. I rhyme. Unless ungesema shit. I didn't want to say it direct, bro. Kuna shit yako. Kuna shit ya Iron shit. Piga kopo bana. Nadhani wewe piga kopo. Acha piga kopo. Haya. Hiyo amekunywa kidogo. Umefaa tunahara swati. Haya, niwacha nikuje na Kiswahili. Yes. Unaweza kujikose. Shamba. Bamba. Kamba. Bumba. Lamba. Gamba. Namba. Tamba. Pamba. Ramba. Samba. Dumba. Bumba. Bomba. Zamba. Bana kunywa ni yule jamaa. Piga kopo. Piga kopo wewe, piga kopo hapa. Piga kopo la maji hapo bana. And of course that's our second game, ladies and gentlemen. You know how we do it. Word yenye namaliza nayo, unasikia? Yep. Word yenye namaliza nayo ndio unaanza nayo sentence yako. For example, I went to the zoo and I saw a black monkey and I thought it was you. you and me, we are totally different. Different between you and me is simple. Simple and clear. Clear as glass of water. Water is the beginning of life. Life is short. Short is what they call something that's not long. Long ago, during the times of our forefathers, Africa was known for its creative heritage. Heritage is what we brag about. About what? Heritage. What is Oh, Lamba pole. kwanza. Pole. Haya, poleni. Haya, wacha nianze na Kiswahili. Oswayo. Na leo umeamua. Si unaona nazipata hata. Ile siku niliweza kuwa na rafiki yangu mmoja. Sawa. Mmoja wenu hayuko hapa. Hapa ambapo tuko. Tuko wengi. Ila kuna wenzetu ambao kidogo kuna mushkil. Mushkil ni kitu inaeleza tatizo katika kazi bana. Umemalizia bana ama kazi? Bana. Bana mimi sielewi. Bana hata mimi sielewi Sielewi ndio ya mwisho, sielewi. Sasa naangaza bana, mimi sielewi Bana mimi bana. sielewi bana. Maliza na bana. Okay. Ama mtakunywa maji pande. Kunywa maji wewe. Ni sawa. I don't my behalf. Yes. Hero. I got you bro, through thick and thin. Hapana. Through thick and thin. I got you. Aya, Kiswahili kiendelee. Mimi nataka kuna mtu Ela Kiswahili pale. Kiswahili kiheshimiwe, kitukuzwe. Kitukuzwe, maanake hakuna lugha nyingine iliyo na misamiati ya nguvu kama Kiswahili.
Kiswahili Ambao. kitukuzwe. Kitukuzwe daima dawamu. Tutakita mizizi pale, manake hatuna lingine ila kufuata amri hiyo. Hiyo ndiyo desturi na mila ya huu mchezo. Mchezo huu tunaupenda sana. Ikifika jioni ndiyo midaa ya kupata iftari. Umemuua. Iftari ni chakula wanaokula walio kwenye dini ya Uislamu wakati wanamaliza Chakula wanaokula. Kufunga issue inatuchukua how long? How long? Kunywa maji. Kunywa maji hapo bana. Before we wind up our show, hapo hivi on Niaje tukiwa na guest, we want to make it a norm. We want to see how our guest freestyle. Bas, how can our guest freestyle using the word Niaje? Let's see how creative do they get with the word Niaje. And of course tutakuwa tunamrate, tunamwambia amefanya aje. So Tumbili, Yao. are you ready? Ready. DJ ukiwa ready, mpe kitu. Use the word Niaje. Make it as creative as possible. Let's see how you can go with this. Nikisema kitu mnasema niaje, sawa? Wagwan. Haya, twende. Niaje. Vile nimefika hapa sijui niaje. Vile ninataka kutoka hapa sijui niaje. Na tushamaliza show, simu niache. Nitoke niaje. Niko fiti. Niaje. Akuku niaje. Bilal niaje. Di niaje. Naomba nitoke niaje. Niache. Tumbili amejaribu akakuja na the word niaje. Kila time naangalia shore nasema niaje. Tumbili, umesubscribe Safi Media? Yeah man. Yeah. Safi Media, Safi Digital Media. Nipo pale. What's one of the things you're planning for us hapa mbele? What do you have in the offing? Tunaomba tu support yenu tufike pale juu. Tuna walombotovu kwa ile support kidogo mmetupea. Yes, so much is coming. Sisi ni comedians hapa. So much is coming in the comedy industry. Na tutasimama pamoja na tushikane. Ama namna gani? Wacha tusisimame. Lazima tushikane. Tukamatane mikono. Yes. Shikana mikono utashikana, lakini hapo kwa kusimama wacha kila mtu asimame kivyake. Tusimame pamoja. Simama, wacha kila mtu asimame kivyake. Ajisimamie. Naam. Have you ever cheated on Jackie Ogaga? Cheating. Yeah. Have you ever cheated? Of cheating. Cheated. Have you ever cheated? Cheating. Hiyo ni yetu anaweza sema. Anaweza sema aje? Kama umewahi. Anaweza sema ni mara ngapi wewe na wewe unaweza kuwa nimecheat na si cheating. Maybe imekuwa ni mara mingi. Yes. Inaweza kuwa nimecheat na si cheating. Ladies and gentlemen. Tumbili amekuwa na sisi. This is our first guest mazee on Niaje. And like I told you, man, here we just having good time. We don't talk about anything important. Everything is absolutely nothing. We talk about it the way it is. It's just good vibes. And of course, inshallah. I've been your host, man. Keep supporting us. Keep running up the numbers. Yeah, keep subscribing. Keep sharing this link to your friend. Mkitushikilia, it's not just a cliche, but tutafika mbali. So mtushikilie, msituache, tuendelee pamoja. And I hope to see you in our next episode. This episode definitely mmeona tuko na microphones mpya. We hope by the time you sing us again, mazee tutakuwa tumeongeza hata kofia. Tutakuwa tuna tutakuwa na you know how we do it. Tutakuwa na madem. Tutakuwa na nini tena? Madenge. Na juice sasa na juice pia itakuwa pale. Ni vile most of us hapa tunapenda maji. So that's why we went for water. But unajua Safi Media tuko na we have a variety. Flavor safi. We have that. Wewe next time ukikuja wewe sema tu tutakupatia juice yako. No problem. And of course, ladies and gentlemen, my co-host on my left of course is none other than Bilal Idris. And on my right, DJ King D. And of course, my guest for today, Yao. Tumbili, the African Prince of Comedy. Yeah, man. Thank you so much, Safi.
safi. And of course, ladies and gentlemen, niaje. Niaje.